Kama jinsi ambavyo nimetangulia kusema, ndugu msikilizaji, katika studio hizi siku hii ya leo tuko na ndugu watatu ambao wametutembelea, na wengi wanatoka katika madhehebu mbalimbali, na wametembea wakasema kwamba acha leo tujumuike na wewe, maana mambo unayoyafundisha ni mambo ya ukweli. Ningependa tu waweze kujitambulisha, wanatoka upande gani, ili tupate kusikia. Basi ningependa tu niwape maiki hii wapate kujitambulisha. Amen. Mimi ni Yohana Mali kutoka upande wa Tanzania, Sirari. Nimesikia hii habari mkifundisha kwenye redio Piwa, nikatamani kuwa na mimi siku hii ya leo niweze kuwa pamoja nanyi ili niweze kujifunza, kwa sababu ya yale maneno ambayo yalikuwa na ujumbe mkubwa. Nilisikia yalinigusa, nikatamani ili niweze kufika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nami naitwa Laurent. Nilisikia kutoka kwa redio mahubiri haya, ndio nami nikaamua kuja nisikie, niwatembelee hawa, nisikie nami wakihubiri, nikawa nao tu kwa kuwa niwasikia kwa redio. Nimeamua kufunga safari na kuja kuwasikiliza, nikawa nao. Amen. Eno kuitwa Gongwe kumarina ndabekiriga Tomasi chacha gukura Nyabuhansi. Nigure kipindi keno netegeribu sana, na kuna mang'ana gano nigura mahya gano gagire nategeribwa na hamura kujiunga na benyu kori munturi na kori hata na munturi gitu ni muraturi bene na ndanywa muturi ya bande bano barategere kugano gakugenderia. Asanti. Shalom, shalom. Kwa majina ni Mogoi Steven kutoka Muuma huko Kisii. Karibu sana ndugu zangu katika kipindi hiki cha Fahamu Kweli. Mimi kwa majina ni Mwita Gisiri, Mwalimu Mwita Gisiri, ambaye siku zote siku ya Sabato au siku ya Jumamosi huwa nakuletea kipindi hiki. Hivyo moja kwa moja ningependa tupate kwenda katika maswali ambayo tumeulizwa katika juma hili. Ninashukuru kwa yale mengine ambayo niko nayo hapa, maswali ni mengi, lakini kwa wengi ambao wametuma maswali haya, wengi wao tumepata kuongea direct kwa simu, na wengi wamepata kusikia, na wengi wamepata kuelewa maswali ambayo wako nayo. Lakini kwa leo ningependa tuweze kurejelea maswali mawili ambayo yameulizwa ili tusonge katika kipindi hiki. Hebu tuone swali la kwanza. Swali la kwanza liliulizwa na nani huyu? Huyu anasema anatoka Kendege. Anatoka Kendege, anaulizaje? Anasema ya kwamba uliza mwalimu, kuna Yesu aina ngapi? Nimesikia wakisema kuna Yesu tofauti tofauti. Eti ya kwamba kuna Yesu aina ngapi? Na swali hilo ningependa kumpa ndugu yetu Steve kutoka Kisii akapata kujibu swali hili ya kwamba kuna Yesu aina ngapi ndani ya Biblia? Karibu sana ndugu Steve kulijibu hilo swali. Asante sana mwalimu mchungaji kwa kunipa fursa hii saizi niweze kuelezea Yesu ni wangapi wako kwenye Biblia. Tunaporejea kwenye kitabu cha Wakolosai 4:11 tunamna pale tunaposoma hicho kitabu na Yesu aitwaye Yusto. Hao ni watu wa tohara, tena hao peke yao ni watendaji wa kazi pamoja nami kwa ajili ya ufalme wa Mungu, nao walikuwa faraja kwangu. Tunaporejelea hapo tumeona kuna mtu mmoja aliyeitwa Yusto, Yesu ambaye aitwaye Yusto. Tena tunapoenda katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wake ni wa 6, wacha tusikie venye Biblia inatuambia. Biblia inasoma hivi: walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake ni Bar-Yesu. Hivyo ndipo tumeona kuwa Yesu walikuwa wawili katika Biblia. Lakini sisi kama Wayahudi tunaamini kuwa jina la Mwokozi lilikuwa linaitwa Yeshua, ambaye jina la Mwokozi lilikuwa ni jina moja
lenyewe lenye halina majina matatu ama mawili, ni jina ambalo ni jina la uokofu ambalo linatuweka sisi kama wana wa Israeli tuweze kuamini kuwa hili jina ni la uokofu na lilete uokofu na watu waweze kufanya nini? Kupata uokofu. Kwa hivyo jina hilo linastahili kuheshimiwa na tusiwe tunalitajataja ovyo ovyo, kumaanisha hatujui kuwa nini kinatufanya tufanye nini tuweze kuokolewa. Kwa hivyo naomba kurudisha ujumbe wangu kwa mchungaji ili aweze kutufafanulia zaidi kwa hilo jina. Aha, nashukuru sana. Tumepata kusikia Yesu wawili ndani ya Biblia. Kwa yule ambaye ako na kalamu anaandika, kuna Yesu wa kwanza ambao tumemsikia aliyekuwa anaitwa Yesu Yusto. Yesu Yusto tunampata kwenye kitabu cha Wakolosai 4 mstari wake ni 11. Huyo ni Yesu anaitwa Yesu Yusto. Na pia Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 kuna Yesu mwingine aliyekuwa mchawi. So unaposema Yesu unaweza kuwa umewataja hawa wawili wewe pasipo kujua. Na pia hata katika nchi yetu ya Kenya, si watu mnajua kuna Yesu wa Tongareri? Kuna Yesu wa Tongareri, ama nyinyi ndugu zangu hamjasikia huyo Yesu? Na kuna watu ambao wanamwabudu, wanamtegemea kwamba yeye ndiye ametumwa aje kuitawala dunia. So kuna Yesu wa Tongareri ambaye yuko katika nchi yetu ya Kenya, lakini katika Biblia kuna Yesu walio watatu. Lakini katika Yesu huyo mwingine ambao watu wanasema ndiye Mwokozi, ambaye anasema tunasema katika jina la Yesu, eti Yesu alikuwa mwana wa Mungu. So unasikia kwamba wanasema katika jina la Yesu wa Nazareth. So inamaanisha kwamba huyo Yesu wa Nazareth alikuwa na jina jingine. Yesu wa Nazareth, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. So Yesu alikuwa na jina jingine la Kiebrania ambalo alipewa na malaika ambalo lilikuwa Yashua. Hilo ndilo jina alilopewa na malaika pale Bethlehem. Huyo mama aliyemzaa Mwokozi ambaye ni Mariamu alimuita jina lake Yashua. Yashua, kama jinsi ambavyo tuliona siku ile, ni majina yaliyo mawili yameshikana. Kitabu cha Yohana 5:43 kinasema ya kwamba yeye amekuja kwa jina la baba yake. 5:43 eti kwamba Mwokozi alikuja kwa jina la baba yake. Huyu mwingine ni nani? Huyu anasema ni Maria wa kutoka Kirigoris. Maria kutoka Kirigoris anasema nini huyo? Anasema jina jipi la Yesu linafaa zaidi kwa Mkristo? Eti jina jipi la Yesu, ina maana kisha kwamba Yesu huyo yuko na jina lake. Anasema kwamba jina jipi la Yesu linafaa kwa Mkristo? Jina la Yesu linalofaa kwa Mkristo ni Yashua. Yashua ndilo jina la wokovu. Ukisoma katika kitabu cha Wafilipi 2 inasema kwamba Muumba alimkirimia jina ambalo linapita majina yote. Mpenzi msikilizaji, kwa kuwa tumeyaona mambo hayo na tumeweza kumwona Mwokozi na jina lake alilopewa, jina la asili kabla Kiswahili hakija kuja. Kabla Kiswahili hakija kuja, kulikuwa na jina la Mwokozi la pale Bethlehemu. Maana jina Yesu ni jina la Kiswahili ambalo utalipata tu Kenya, Uganda, Tanzania. Penye alizaliwa hakika ni kwamba hakuitwa Yesu. Na hata utakapoenda Israeli penye alizaliwa na uanze kusema kwamba kuna Yesu aliyekuwa hapa alitundikwa kwenye mti, hawatakuelewa, maana hawakumuita Yesu. Ni kama uende kwa Wakuria useme kwamba shujaa wa Wakuria alikuwa anaitwa Otieno ama alikuwa anaitwa Onyango, watakwambia kwamba wao hawana jina kama Otieno, hawaiti Otieno, maana jina Otieno ni jina la kutoka kwa Wajaluo. So hivyo basi na jina Yesu ni jina la Kiswahili la kutoka kwa hizi nchi tatu ambazo tumezisema: Kenya, Uganda, Tanzania. Hata ukienda South Africa hawalijui hilo jina. Wakati Biblia ilipokuwa inatafsiriwa, hapo ndipo hilo jina likawekwa ndani ili litimie neno lililonenwa na nabii Yeremia katika nabii Yeremia 8:8. Hebu soma tusikie maandiko yanasemaje. 8:8 kitabu cha Yeremia inasema, mwasemaje, sisi tuna akili na torati ya baba tunayo pamoja nasi, lakini tazama kalamu yenye uongo ya mwandishi imeifanya kuwa uongo. Hivyo dada yangu Maria kutoka Kirigoris,
Jina la Yesu ambalo linafaa ni jina Yashua. Yashua ndilo jina la pekee alilopewa Mariamu ili amuite mwana wa baba wetu aliye hai. Leo tutaliangalia jina la Baba tena kwa ufupi. Kitabu cha Yohana 17 mstari wake ni 3, maana usikie wokovu unapatikana kivipi. Yohana 17 mstari wake ni 3. Hebu soma tusikie. Kitabu kile cha Yohana, kitabu ni cha Yohana 17 mstari wake ni wa 3. Biblia inasoma kuwa na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Yawe wa pekee wa kweli na Yashua Kristo aliyemtuma. Asante. So unasikia ya kwamba eti huu ndio uzima wa milele, wakujue ewe Baba wa kweli na Yashua Masihi ambaye ulimtuma. Hilo jina Kristo ni kusema Masihi. Ukisoma katika kitabu hicho cha Yohana 4 mstari wake ni 25, utalipata hilo jina hapo, Masihi. Inasema Masihi utapata kwa mabano ni Kristo, aitwaye Kristo. So Masihi ni kusema mtiwa mafuta wa yaani Masia kwa Kiebrania, Mesaya ama Masia, mtiwa mafuta wa Mtu yote ambaye ametiwa mafuta, awe nabii, awe mfalme, huyo ni Masia ambaye kwa Kigiriki ni Kristo. So unaposema Kristo ni mtu yote aliyetiwa mafuta, awe nabii, awe mfalme, au awe nani, awe nabii au mfalme au kuhani, huyo ni Masia. Hata ndio maana unaona hata katika kitabu cha Samueli, Daudi alikuwa anamuita Sauli Masia. So leo kwa sababu tumesikia uzima wa milele ndio huu, wa kujua ewe Baba wa kweli na Yashua Masihi uliyemtuma. Sasa tuangalie huyu Baba naye. Baba je, yuko na jina lake? Baba yuko na jina lake? Na je, wewe unalijua jina la Baba ni lipi? Kabla Biblia haijatafsiriwa, unalijua jina lake ni lipi? Kitabu cha Methali 30 mstari wake ni 3 kuteremka kwenda chini mpaka mstari wake ni wa 4. Hebu soma tusikie, kitabu cha Methali 30 mstari wa 3 mpaka 4. Tusikie hilo swali kama unaweza kulijibu. Kitabu cha Methali, hebu fungua, sijui nani amepata hapo. Mithali 30 mstari wa 3 na 4. Kitabu ni cha Mithali 30 mstari wake ni wa 3 na wa 4, unasema wala si kujifunza hekima, wala sina maarifa ya kumjua mtakatifu. 4 inasema ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Ni nani aliyefunga maji ndani ya nguo yake? Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Jina lake ni nani? Na ni nani jina la mwanaye kama wajua? Hayo ni maswali yameulizwa hapo, ya kwamba ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka, nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake, nani aliyefunga maji kwa nguo yake. Eti jina lake ni nani huyo aliyefanya imara ncha zote za nchi, na jina la mwanawe ni nani? Watu wengi ukiwauliza swali hilo, hata jina hilo lake ni gani, utasikia wengi watasema ni Mungu, Waingereza watasema ni God, hata Wakuri watasema ni Enokwe, Wajaluo watasema ni Nyasaye. Sasa jina la muumba ni gani? Jina la baba wetu ni gani, ambaye hata Mwokozi akifundisha watu katika kitabu hicho cha Mathayo 6 mstari wa 9 akawafundisha kuomba, eti mnaposali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Hebu tuone hata katika hawa ndugu tulio nao hapa, jina la baba wewe utasema ni nani? Hebu tuone huyu ndugu wetu kutoka Tanzania, wewe utasema jina la baba ni gani ndugu yangu? Mungu. Ndugu anasema jina la baba ni nani? Ni Mungu.
Na kweli ukiangalia katika Biblia ya Kiswahili imeandikwa Mungu, Bwana Mungu akasema. Ehe, na je, ndugu yangu, wewe utasema jina la baba wetu ni gani? Kulingana na vile naona hapa kwa maandiko, mimi nitasema Mungu kama nimeona maandiko kwa Biblia hapa. Asante. Ndugu anasema yeye atasema ni Mungu maana ndio imeandikwa kwa Biblia. Ndugu yangu wa kutoka Nyabohanse, wewe hata ulipotangulia kunena nilisikia ni Mkuria. Wewe utasema ni nani huyo muumba wa mbingu na nchi? Kuvategeri wiki ndari ngendaga mbaika. Kwa upande mwingine wangu wa pili, ningependa kusema kwamba jina la muumba wetu nikiangalia kama vile nilivyojifunza katika kitabu cha Zaburi 68 mstari wake ni 4. Wajibikaji watajibu tu hapo, alafu kisha baadaye mimi vile najua tu kwa wasikilizaji wenzangu kwa muda mfupi tu nasema kwamba muumba wetu, je, walimtaja hapo wakasema kwamba anaitwa Yah. Asante sana. Yeye amesoma kile kitabu cha Zaburi, amesoma kile kitabu cha Zaburi 68 anasema ni Yah. Sasa tuangalie, je, muumba wetu angeitwa Mungu? Ama ndugu yangu unasema ni nani? Hapo ona kwenye Biblia wametumia Bwana. Sasa nami ningependa kujua huyu Bwana ni nani? Ndugu pia amesema kwa Biblia, anasema kwamba akiangalia mambo mengi hapo, maneno mengi wametumia Bwana sana, Bwana Mungu. Sasa ndugu yangu aliyesema kwamba anaitwa Mungu, hebu turudi katika Biblia yetu. Tuangalie, kuna kasehemu hapa kadogo kameandikwa tunza. Sijui kama kuna mtu amefika hapo, tunza. So ndugu anasema jina lake, anasema kwamba ataitwa Mungu. Hebu tuende katika hiyo sehemu inaitwa tunza. Tunza ni hapa hivi ndugu, unafungua kidogo hapa. Hebu tusomee ndugu, maana wewe ndio ulisema Mungu. Soma. Inasema tunza katika kitabu hiki neno hili Bwana au Mungu lionekanapo kuandikwa hivi kwa herufi kubwa, ni kuonyesha hilo jina lililo takatifu sana. Asante. So umesikia kwamba kumbe Bwana tumesikia kwamba sio jina, si kweli? Ni neno. Eti neno hili Bwana au neno hili Mungu. Hiyo ndio kitu chenye tumesikia hapo, kwamba Bwana na Mungu sio jina, ni neno. So kumbe Mungu sio jina. So na unapoona imeandikwa kwa herufi kubwa, hapo ndipo inaonyesha jina lililo takatifu sana la Muumba. So hii ama jina Bwana na Mungu ni maneno ambayo yamesimamia jina lililo takatifu sana la Muumba. Sasa tuangalie, hiyo ni katika kitabu Biblia yako, sehemu imeandikwa tunza. So wewe ndugu yangu, wewe ukisikia neno lolote Mungu, unajua kwamba ni jina lake, si ni kweli? Ndio. Ndugu anasema akisikia neno tu Mungu ni jina lake. Hebu tuone, je, kulikuwa na Mungu mwingine? Kitabu cha Wakorinto wa pili 4 mstari wake ni wa pili kuteremka kwenda chini. Wakorinto wa pili 4 mstari wa pili kuteremka kwenda chini. Hebu soma tusikie. Kitabu cha Wakorinto wa pili 4 mstari wake ni 2 kuteremka, tunaweza soma 3. Wakorinto wa kwanza wa pili 4 mstari wa 3, neno linasema, lakini ikiwa injili yetu imesitihirika kwa hao wanaopotea, inasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. So umesikia hapo kuna neno Mungu pia. Hiyo Mungu unapoiangalia imeandikwa aje? Kwa herufi kubwa, kwa herufi ndogo? Imeandikwa kwa herufi ndogo, ila ile imeandikwa kwa herufi
kubwa ikianza. Hiyo neno Mungu wa dunia hii imeandikwa kwa herufi ndogo ama kwa herufi kubwa? Kwa herufi ndogo. Asante. So hiyo neno Mungu limeandikwa kwa herufi ndogo ambayo inasema Mungu wa dunia hii, Mungu ambaye ni wa dunia hii. Kuna hata Mungu ni tumbo. So neno Mungu sio jina. Neno Mungu ni neno ambalo linasimamia chochote ambacho kinaabudiwa kinaitwa Mungu. Ndio wingi wa Mungu ni miungu. Unaposema miungu ni Mungu ambao ni wengi. Ufupi wa neno Mungu, yani wingi wa neno Mungu ni miungu. Sasa ndugu yangu yeye amesema ya kwamba yeye anaabudu Mungu, yaani jina lake ni Mungu. Sasa nikuulize, labda ni Mungu wa herufi kubwa ambayo imeanza na mu herufi kubwa ama ni mu ya herufi ndogo? Kwa kulingana na vile tumeona pale tunza ikielezea kwa, ukiona imeandikwa kwa herufi kubwa utajua kuwa huyo ndiye Mungu ambaye ndiye Mungu tunayemwabudu. Asante. Na ikiandikwa kwa herufi ndogo utajua ni nini? Huyo ni Shetani. Asante. So ikiandikwa Mungu kwa herufi kubwa, Mungu kwa herufi kubwa ndio inamaanisha kwamba ni muumba wa mbingu na nchi. Lakini ukiona tu Mungu ambaye imeanza na herufi ndogo, huyo ni Shetani. Sasa ndio niulize labda swali, ndugu, wewe unaabudu Mungu yupi katika hawa wawili? Mungu aliyeandikwa kwa herufi kubwa. Ndugu anasema kwamba Mungu aliyeandikwa kwa herufi kubwa. Sasa huyo Mungu wa herufi kubwa, hebu sasa tuseme kwamba unaomba, tuseme kwamba sasa wewe unaomba, unamuomba Muumba. Sasa hivi unaomba, umepiga magoti unaomba. Je, unaweza tofautisha Mungu wa herufi kubwa na herufi ndogo? Ningependa tu tujulishe hapo jinsi unaweza tofautisha Mungu wa herufi kubwa na Mungu wa herufi ndogo. Kwa kweli, ukweli na uhalisia ni kwamba kwa kutamka huwezi ukaelewa kuwa Mungu ambaye unaweza ukatamka kwa herufi kubwa, ila kwa kuamini kwako ndani ya fikira zako, imani yako, unajua kuwa ni Mungu yupi unayemwabudu. Asante sana. Kitabu cha Isaia 42 mstari wake ni 6. Ningeomba ndugu atusomea Isaia 42 mstari wake ni 6. Hebu tusikie maandiko yanatuambia aje. Ndugu anasema ya kwamba kwa kuamini kwako. Sasa ni imani hapa. Hapa ndipo kuna ujanja shetani aliweka. 42 mstari wake ni 8. Kitabu cha Isaia 42 mstari wa 8 nasema, mimi ni Yawe, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Umesikia kwamba jina lake ni nani? Ni yeye. Kwa amestamka jina lake hapo na akasema kwamba hawezi akashiriki utukufu wake na sifa zake na mwingine. Hivyo kama Mungu shetani atajiita Mungu na Muumba hawezi itwa hilo jina ambalo shetani anajiita. Hapa kuna ujanja ulitumika, wapendwa. Ningependa sana wapate kuangalia ujanja ambao shetani aliutumia. Aliutumia huu ujanja upi? Hebu tuangalie. Alijua kwamba kwa kuandika maombi hayafanywi kwa kuandika. Alijua kwamba katika kitabu cha Warumi kinasema kwamba kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Alijua kwamba lazima mtu akiri kwa kinywa apate wokovu. Unapokiri lazima ujue ni nani unayemwabudu, unamtamka kwa kumwomba yeye. Shetani akajiweka hapo, na yeye ni mungu wa dunia hii, akajiweka hapo na ni Mungu pia, maana anaitwa Mungu wa dunia hii. Kuna tumbo ambayo ni Mungu, na hata kuna wakati watu walimuita Artemi ni Mungu, wakapiga kelele wakasema Artemi ni Mungu, Artemi ni Mungu, wakishangilia sana. So wapendwa, hapa ndipo ujanja wa shetani ulipowekwa. Jina la muumba wa mbingu na nchi watu walilisahau, badala yake wakaweka neno Mungu, maana Mungu ni neno ambalo linasimamia chochote kile kinachoabudiwa. Hivi unaposema Mungu, wewe haujatofautisha herufi kubwa na haujatofautisha herufi ndogo. Hapo shetani yuko ndani na muumba basi yuko ndani. Ina maana ukiwaita Mungu wangu, hapo umetamka yupi sasa?
tutasema ni jinsi ambavyo fikira yako inakupeleka. Yeye amesema ya kwamba hatapea sanamu sifa zake. Sijui kama hapo umeelewa ndugu, kwamba unaposema Mungu, wewe umetamka shetani hapo ndani na umemtamka basi aliyeumba mbingu na nchi, maana Mungu sio jina, Mungu ni neno. So nafikiri umeelewa kwamba Mungu sio jina, Mungu ni neno. Hapo unasemaje ndugu yangu? Ni kweli, kwa sababu hapo kama tofauti inaweza ikashindikana kuelewa, unaweza ukashindwa kuelewa tofauti ya kutamka ya matamshi, hiyo unaweza ukakiri kwamba ni kweli, maana unatakiwa upate ukweli ambao unaelezeka. Ndio maana nimeweza kuja huku ili niweze kupata mafundisho haya, maana kitu kikubwa ambacho nakihitaji ni kwa nielewe ukweli ambao tunautegemea kwamba kwa wakati wa mwisho tutakuja kwenye ukombozi. Hilo ndilo jambo ambalo ni kubwa tu ambalo tunasababisha tu tunakusanyika hivyo tukihitaji. Kwa hiyo ni utafiti tunafanya kwa ajili ya kuelewa neno la Baba. Baba wetu akubariki sana ndugu, na karibu sana ili tupate kwenda kwa pamoja. So umesikia, Mungu sio jina bali ni neno, na neno hili Mungu linapewa kitu chochote kile kinachoabudiwa. Lakini tena huyu Mungu, kila Mungu yuko na jina lake. Hiyo ni sifa tu, lakini kila Mungu yuko na jina lake. Na ndugu, ulisema wewe jina la Baba wetu ni gani? Kulingana na vile nilisema ni Mungu. Lakini nimeona kulingana na vile umesoma na kutafsiri vizuri, nimeanza kuelewa tofauti na vile nilikuwa naelewa toka kitambo. Amen. Hiyo ndio kazi Baba wetu ametutuma, ya kwamba tuweze kuifungua kweli hii, na hii kweli iweze kuweka watu huru. Watu wengi wawekwa huru kwa sababu ya hii kweli. Ndugu yangu alisema ni Bwana, Bwana, na hapo katika hiyo tunza tukasikia tena Bwana ni neno. Na tukiangalia vizuri neno hili Bwana ni neno la Kiarabu. Ni neno la Kiarabu ambalo lilikopwa likaletwa ndani ya Biblia. Hebu tuangalie kitabu cha Hosea, Hosea 2 mstari wake 16 na 17. Tupate kusikia hili neno Bwana ni nini? Bwana maana yake ni nini? Hebu tusikie maandiko yanasemaje hapo. Hosea 2 mstari wake 16, 17. Hosea ni 2 mstari wake ni wa 16. Neno linasema, tena siku hiyo itakuwa, asema Bwana, utaniita Ishi, wala hutaniita tena Baali. 17 inasema, kwa maana nitayaondoa majina ya Mabaali kinywani mwake, wala hawatatajwa tena kwa majina yao. Asante. So tumesikia Baba wetu anasema utaniita Ishi, wala hutaniita tena Baali. So kwa kuangalia hayo maneno, tuangalie maana ya kila neno. Kuna Ishi na kuna Baali, ambayo Baba anasema tusimuite Baali. Hebu tuone Baali maana yake nini na Ishi maana yake ni Ishi maana yake nini? Hapo chini ya Biblia yako, ukiangalia hapo chini ya Biblia yako kuna footnote iko hapo katika Biblia yako ya Kiswahili, kuna tafsiri kwa hapo ya haya majina, hayo maneno, maana ya Ishi na maana ya neno Baali. Ukienda kwa Biblia yako hapo utaona Ishi maana yake ni kusema mume wangu, na Baali maana yake ni kusema Bwana, Bwana. So neno Bwana maana yake ni Baali. Hivyo unaposema Bwana asifiwe, wewe unasema tu katika lugha ya Kiarabu Baali asifiwe. So unaona shetani ni mjanja sana, hakutaka jina Baali lipate kusahaulika, alilileta na akaliingiza ndani ya Biblia. Hao watafsiri wenyewe wanatuambia kwamba neno Bwana maana yake ni Baali. Wewe unaposema Bwana asifiwe, wewe unasema Baali asifiwe. Kwa hiyo mwalimu, nina swali hapo.
Hapo tunapokuwa tunasema Bwana Yesu asifiwe, aidha Bwana asifiwe, hapo tunaabudu Mungu Baali. Hapo umesikia wakituambia maana ya neno Bwana ni nini? Hapo chini unaposoma inasema Bwana maana yake ni nini? Maana yake naona hapa ni Baali, maana yake ni bwana wangu. So maana ya neno Bwana ni Baali. So wewe ukisema Bwana umesema Baali, na ukisema Baali umesema Bwana. Ni hivyo tu. Unaposema Bwana asifiwe, wewe kwa ufupi ungesema Baali asifiwe, maana Baali na Bwana ni kitu ni neno moja, ni kisawe. Kisawe ni majina yaliyo na maana sawa. Ni kisawa. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema synonyms, yaani majina yaliyo na maana sawa, majina yaliyo na maana sawa. Hivyo Bwana na Baali ni vitu vinafanana. Sio mimi nimesema, Biblia yangu na yako inatuambia kwamba neno Baali maana yake ni Bwana. So walifuta jina la Baba wakaliweka jina Baali ili watu wapate kulitumikia. Kitabu cha Yeremia 23 mstari wa 27. Hebu soma tusikie hivi hilo neno lipate kutimia. Watu wakatoa jina la Baba wakaliweka jina la Baali ili watu wapate kulitumia na jina la Baba lipate kusahaulika, maana hata hapo kitambo lilipata kusahaulika. Shetani hiyo desturi pia akaileta. Hebu soma tusikie 23:27. Kitabu ni cha Yeremia 23:27. Inasema hivi: wanaodania ya kuwa watawashaurisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao, wanazomwadidia kila mtu jirani yake, kama vile baba zao walivyolisahau jina langu kwa ajili ya bahari. So unasikia hapo inasema eti wanaodhania ya kuwa watawasahaulisha watu wangu jina langu. Unaona kwamba hawa watu lengo lao ni kwamba jina la Baba lipate kusahauliwa. Na pale tulisoma ya kwamba uzima wa milele ndio huu, wa kujua ewe Yawe wa kweli na wa pekee, na Yeshua Masia uliyemtuma. So eti wanaodhania ya kuwa, Yeremia 23:27, wanaodhania ya kuwa watawasahaulisha watu wangu jina langu kama vile baba zao walivyolisahau jina langu kwa ajili ya Baali. Hebu mpendwa, angalia jambo hili sana. Ni jina gani ambalo limeenea katika makusanyiko mengi? Hata watu wanapokutana njiani, wao husalimiana aje? Wengi husalimiana Bwana asifiwe, Bwana apewe sifa, Bwana amenisaidia. La, tumesikia kwa hao waandishi ambao walileta hili jina Bwana, wanatuambia kwamba neno Bwana maana yake ni Baali. So unaposema Bwana asifiwe, wewe sema tu Baali asifiwe. Mpenzi msikilizaji, mambo haya kama jinsi maandiko yanavyosema ni mambo yaliyofichika tangu vizazi vyote, lakini sasa Baba wetu amependa kuyafunua masikioni mwako. Huenda inaweza kuwa kinyume na vile wewe umejua, lakini Baba tu amependa upate kuisikia sauti hii, maana maandiko yanasema ya kwamba walio watoto wangu wataisikia sauti yangu, kondoo wangu wataisikia sauti yangu. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Kitabu cha Yohana 6 mstari wa 44 kinasema ya kwamba hakuna mtu anayeweza kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Mpenzi msikilizaji, watu wengi wamemsahau Muumba, wamempea majina mengi mengi ambayo sio yake, na ukifuatilia chimbuko la hayo majina yanatupeleka katika miungu ambayo watu huiabudu. Kitabu cha Mika 4 mstari wake ni 5. Hebu soma tusikie maandiko yanatuambia aje. Kitabu cha Mika 4 mstari wake ni 5. Mika 4 mstari wake ni 5. Soma tusikie. Mika 4 mstari wa 5, neno linasema,
kwa maana mataifa yote watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana, kwa jina la Yawe Elohimu wetu milele na milele. So unasikia ya kwamba eti mataifa yote watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake. Wakure wataenda kwa jina la Enokwe, Wajaluo wataenda kwa jina la Nyasaye, wengine wataenda kwa jina la Mungu la Murungu, wengine waende kwa jina la Were. Lakini Waisraeli wanasema tutakwenda kwa jina la Yawe wa Israeli. So wapendo wasikilizaji, jina la muumba wa mbingu na nchi, ambalo hata Eliya aliposimama na wale manabii wa Bwana ambao tumesikia Bwana ni Baali, aliposimama nao kupingana nao, aliwaambia chagueni hivi leo yule mtakaye mwabudu. Kama ni Yawe mwabudu ni Yawe, kama ni Baali mwabudu ni Baali. Wale manabii wakaambiwa, wale manabii wa Bwana ambaye ndiye Baali, wakaambiwa sasa, leteni ng'ombe, chinjeni hawa mafahari. Wakachinja mafahari na Eliya naye akachinja. So wakaambiana kila mtu aombe aone ni yupi atakayeshusha moto. Wakaomba, hawa nao wakaomba, lakini wale wachawi hawakuweza kushusha moto, bali hakuweza kuleta moto. Lakini Eliya alipoinua tu mikono yake na kuangalia mbinguni, moto ukashuka na kuilamba ile dhabihu. So Yawe wa Israeli akaweza kuwa yeye ndiye mkuu hata kuliko Baal. Mpenzi msikilizaji, huenda neno hili unalisikia kwa siku ya kwanza. Neno hili mpenzi msikilizaji, Baba amependa ya kwamba upate kulisikia, upate kumjua Baba, maana watu wengi wanaabudu ni sawa, lakini wanaabudu kile ambacho hawakijui. Kitabu cha Yohana 4 mstari wake ni 22 kinasema, ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. So Wayahudi ndio wenye kule kupewa neema, wakafundishwa hata jina la muumba ni gani kutoka kwa Moshe. Hata anasema ya kwamba wakiniuliza jina lako ni nani, niwaambie wewe ni nani. Hakuchagua jina katika yale majina ya miungu, bali yeye alimwambia jina lake ni nani, ya kwamba mimi niko ambaye niko. Hilo jina ukilisoma katika Kiebrania ndilo linaloleta jina Yawe. Ukisoma hata katika kile kitabu cha Zaburi 68 mstari wa 4 utapata inasema, lisifuni jina lake ambalo ni ya, ambalo ni ufupi wa jina lake. Ndio hii ambayo tunasema haleluya. Mpenzi msikilizaji, acha Baba akufungue macho ukaweza kuona mitego ya shetani ambayo ameiweka katika dunia hii, ya kwamba uweze kuabudu kile ambacho hakiwezi kuokoa, kile ambacho hakiwezi kukusaidia katika njia yoyote. Kwa sababu ya muda, mpenzi msikilizaji, ningependa tu nichukue fursa hii niwapatie hawa ndugu zangu waweze kutoa maoni mafupi, kwa ufupi tu, alafu tupate kufunga kipindi. Haleluya. Asanteni sana, kwa sababu hakika haya maneno ndio niliweza kusikia, nikasikia hili neno kama limekuwa tofauti na vile ambavyo wengine tunajifunza kwenye makanisa yetu. Basi nikatamani kuwa niweze kusonga karibu hapa, niweze kuonana nanyi ili niweze kujifunza kwenu, maana maneno mengi ambayo tangia mwanze kufundisha nimekuwa nikiyafuatilia kwenye Biblia hapa, nikiangalia kama kuna ukweli ambao unakuja kuonekana pale kwenu, maana mambo ambayo sisi yanakuwa tofauti na yale ambayo tunafundisha kwenu. Nikiangalia kwenye Biblia sijawahi kuona kitu ambacho kinakuwa tofauti na yale ambayo mnafundisha nyie, lakini nikiangalia upande wetu ninaona kama kuna kitu ambacho kinakuwa na tofauti zinakuja kuonekana. Kwa hiyo nikatamani kuwa nisogee mpaka kwenu ili niweze kujifunza. Asante. Asante pia na mimi. Kwa kweli nilivyosikiliza kwa redio, kumbe na ndivyo ambavyo nimevipata hapa nilivyowatembelea.
So nashukuru kwa kunihubiria. Nilikuwa na matata kidogo kulingana na vile nilikuwa naamini, lakini kutoka kuanzia leo na kutoka hiyo siku nilikuwa nasikia kwa redio na mpaka sasa ni kama nimefumuka macho, maana na kuna hata sehemu nilikuwa bado sasa sijaona, hata nyuma kwa Biblia ndo nimeona saa hii, na hata sijaona hata kidogo hii nyuma kwa kutufasiria haya majina ambayo hata nilikuwa hata sielewi. So nimeshukuru sana. Ni kweli pia mimi ningependa kusema kwamba ndugu zanguni, ukweli kabisa, ukweli wa mambo katika kipindi hiki cha kujua ukweli, mimi ningependa kusema kwamba katika maoni yangu ni kwamba ndugu zangu waweze kuendelea kufuatilia sana katika kipindi hiki cha muda mfupi huu kwa kujua ukweli. Ningependa tu niweze kusema na kutoa maoni yangu na kusema hivyo ya kwamba ni ukweli. Hata mimi ni binadamu tu, lakini ninachotaka tu ningependa kusema kwamba singependa kuwa mpinzani na pia wenzangu ambao wangependa kuungana pamoja na mimi ni kwamba tusiwe wapinzani katika kipindi hiki. Tuwe wasikivu na wanafunzi wazuri, na hata zaidi ya yote tupate kuwasaidia na wengine ambao hawajaweza kufikiwa. Asanteni. Asante sana wasikilizaji na watazamaji. Kulingana na mimi, nataka turejelee katika kitabu cha Zaburi 68 mstari wake ni wa 4. Inasema hivi: muimbieni Yawe, lisifuni jina lake, mtengenezeni njia ya barabara, apitaye mchagueni kama mpanda farasi. Jina lake ni Yawe, shangilieni mbele zake. Kwa hivyo kulingana na penye nimesoma Biblia na nimeangalia jinsi hili jina lilibadilishwa, nimeweza kuliona leo kuwa ni jina takatifu ambalo lilikuwa linastahili kuitwa Yawe. Kwa hivyo wenzangu, tuweze kuambia majirani na marafiki zetu kuhusu hili jina takatifu, tuache lile neno Bwana na Mungu. Kwa hivyo nawahimiza wenzangu muweze kuwa mnaambia wenzenu na muambie ukweli na mtabarikiwa. Asanteni sana mchungaji. Mbarikiwe sana. Sijui kama kuna mwingine ako na jambo. Asante. Kwa ufupi tu. Mimi ningependa tu kuambia wale ambao wanatusikiliza, sisi tumeweza kufika hapa, tumeangalia kweli. Hata mimi nimekuja nikiwa na Biblia yangu, nimeona yale ambayo mmefundisha. Kwa mfano hapa kwa Hosea 2, nimeona pale mwisho kwa difference pale, kweli hii tafasiri inaweza kuonekanapo. Nikaona kuwa haya maneno ambayo mnafundisha ni ya ukweli, sio ya uongo. Ningewaambia watu wengi waweze kufuatilia sana ili waweze kujua ukweli. Hili neno linalofundishwa kutokana nanyi ni la ukweli, maana hamujapinda sehemu yoyote, kwa sababu tumeona hii Zaburi ya 68 kama ilivyoweza kusema kwamba lisifuni jina la Mungu. Nikaangalia hapa Mungu sasa kama ana jina tofauti na vile mimi nilikuwa nasema kwamba ni Mungu, tena anasema kwamba tulisifu jina lake. Nikaona tena imeandikwa kwamba jina lake ni Yahu. Sasa nikaona Yahu hii ambayo imeandikwa kwenye Biblia yangu, ndio nikajua kwamba kumbe jina lake ni hilo, kumbe Mungu sio jina lake. Hivyo ningependa kuambia watu waweze kufuatilia ukweli huu unapatikana sehemu hii, kwa sababu wakiangalia haya maandiko wataweza kuelewa kwamba kuna kitu fulani ambacho kimefichwa, tumefanywa mchezo hivi na wale waandishi. Haleluya. Amen. Yaani ni lengo la shetani kuweza kuwafumba watu macho na waweze kupotea. Asante sana ndugu zangu ambao wamejumuika nami katika studio hizi, na pia nashukuru sana kwa watazamaji ambao huwa wanatutazama katika YouTube, wanatutazama katika Instagram na katika channel zile zingine hata Facebook. Nawashukuru sana kwa kuwa mnafuatilia, na wale wasikilizaji wetu pia wa redio ya Pure African Radio. Nawashukuru sana kwa wale ambao wanatuma michango yao, wanatuma hata SMS zao, wanapiga simu. Muumba wa mbingu na nchi aendelee kuwabariki na aendelee kuwashindania. Mpenzi msikilizaji, kipindi hiki tena katika siku ya Jumamosi kitapata kuendelea kila saa 1 asubuhi mpaka saa 2. Kipindi hiki kitapata kuendelea, kipindi hiki cha Fahamu Kweli, maana ni kipindi ambacho kinafungua mambo ambayo hautayasikia sehemu yoyote, hautayasikia upande wowote, hata labda wengine tangia wazaliwa hawawezi kuyasikia, lakini Baba wetu ametupa neema, na ndiposa tunaombea Pure African Radio.
Mungu wa mbingu na nchi aijalie na akainenepeshe na akawasaidie sana kwa chochote kile wanachotaka wapewe, maana wamefungua njia hii, neno hili la kweli lipate kuwafikia wengi. Ni mimi Mwita Gisiri, lakini kabla hatujamaliza, ningependa ukaribie katika redio yako tupate kuomba.